Mambo vipi? Kwa majina naitwa Pastori Joseph. Ukipenda unaweza kuniita Pastor Trade 101 au Pastor Trade. Jina lolote ni sawa tu, lakini leo tutazungumzia kuhusiana na Pastor Trade platform. Pastor Trade platform nimeilaunch nafikiri siku 3 zilizopita. Lakini imekuja na features tofauti. Sasa watu wengi wanashindwa kuelewa Pastor Trade platform ina save kitu gani, lakini ukiingia hapa pastortrade101.com utaona hiyo landing page hapo. Inasema stop guessing the market, see where crypto strength is rotating. Unaweza ka start free view pricing. Lakini tukiangalia hapa inasema most investors react late. Kwamba investor wengi waga kwenye market wana react late, ikiwemo labda coin isha enda labda 50% up au labda 500% up, alafu baadaye wanakuja kuiona na wanaanza kuact late, lakini wana act kwa sababu ya emotions. Lakini hapa unaona you find out too late, too many tabs, no signal, emotion beats discipline. Kwa hiyo emotion huwaga ina beat discipline. Kwa hata kama ulikuwa unataka kuwa na conviction fulani, lakini ukinunua coin yote kwa emotion, basi eventually utapata hasara, kwa sababu ikitokea correction na yote ni rahisi wewe kuuza, kwa sababu maamuzi yako hayako backed na data. Lakini hapa chini kunaona kuna everything you need to read the market. Kwa hiyo unapata kila kitu au misingi yoyote ya kuread the entire crypto market. Lakini hapa tunaona vitu vilivyopo ambavyo Pastor Trade ina offer so far. Tuna BTC risk and DCA model ambayo hii inapima risk kutokea 0 mpaka 1. Kuna market condition radar, kuna dynamic exit strategy. Manake hii ni kipindi ambacho soko limekuwa overheated, manake limepump sana, au tu kwenye bull market unawaza huu ni wakati wa kuondoka sokoni au niendelee kuhold. Hii dynamic exit strategy model inakuambia ufanye nini. Lakini kuna logarithmic regression bands. Hii inapima long term valuation ya asset fulani. Kwa hiyo unaweza kujua kwamba Ethereum iko overvalued au iko undervalued, kwa hiyo inakuambia. Lakini kuna derivative and leverage risk. Hii inatumia Bitget API. Kwa hiyo inaonyesha ni investors kiasi gani ambao wame long au wame short Bitcoin. Je, wako wengi kiasi gani? Is it too dangerous? Au wako chini kiasi kwamba the market is healthy? Lakini kuna early opportunity radar, manake wale ambao wanatafuta coin ambayo haijalistiwa kwenye exchange yoyote. Hii ndio sehemu pekee ambapo unaweza ukapata hizo coin, lakini zimefanywa tayari analysis kiasi kwamba zimekuwa rated kwamba hii ina risk kiasi gani au ni low risk, kwa sababu tayari imeshakuchambulia na imekufanyia utafiti tayari. Kwa hiyo ukiingia tu pale ni rahisi kujua ni coin gani kwenda kufanyia research na kuinvest. Ili kuna altcoin versus BTC strength, lakini pia kuna alt BTC bottom radar. Sasa hii altcoin vs BTC strength ni very important, kwa sababu watu wengi wana measure asset zao against USD. Sasa ukimeasure asset yako against USD, inawezekana ukaona ina perform, lakini ukilinganisha sasa na, kwa sababu uko kwenye crypto market, underlying asset ambayo ni kubwa ya kulinganisha kwamba asset yako ina perform au perform, inabidi ishinde nguvu Bitcoin. Kwa hiyo kama haishindi nguvu Bitcoin, haina haja ya kununua altcoin, bora ununue Bitcoin. Kwa hiyo hii ndio njia pekee na ni njia nzuri ya kupima coin yako kwamba inafanya vizuri au la. Lazima uicompare na Bitcoin, utajua kama ina nguvu au haina nguvu. Hiyo moduli ndio kazi yake. Lakini kuna alt versus BTC bottom radar. Hii maana yake kwa ufupi imesema track which top altcoins have stopped bleeding against Bitcoin and are rotating back into strength. Recovery score on the alt BTC pair, which invalidation risk before USD pumps become obvious. Kwa hiyo hapa ndio pale ambapo tunaona kwamba tunapata the key concept kwamba ukitaka kujua altcoin yako sasa imefikia wakati wa kununua, kila coin ina bottom kwa muda tofauti.
sawa. Kwa hiyo kama ina bottom kwa muda tofauti, unawezaje ku catch up hizo rotation? Inawezekana Solana ina bottom mapema kuliko Avax au kuliko Sui. Kwa kama ita bottom kabla ya Sui, maana yake itawahi kupump kabla ya Sui. Maana yake ni rahisi ku take advantage ya hiyo bottom ya Solana na ukanunua kuliko ununue Sui ambapo bado inaendelea ku drop. Kwa hiyo hii tool tayari inakuambia cha kufanya. Kwa hiyo inakuambia either Avax au Solana au Sui, ni ipi uinunue, kwa sababu ipi ambayo ime bottom na ipi ambayo ni less risky, hii itakuambia. Lakini kuna automated market report, kwa reports mbalimbali nitakuwa nazitoa na zichakata, lakini wewe ambao umelipia tayari utakuwa unaziona reports za kila siku, za weekly utakuwa unazipata. Lakini pia kuna premium watchlist. Hii ni intelligence ambayo kama una coin zako ambazo umeziseti kama watchlist, kwa kama kuna indicator yoyote unataka kuiona baadaye, unaweza ukaiona, kwa sababu mfumo utaendelea kuiwatch hiyo coin yako na kukupa update. Later on tutakuja kuproduce kitu cha kinachoweza kukupa alerts mbalimbali kulingana na indicator ambazo umeziweka, au kwa namna ambavyo hiyo coin yako umetaka ikwambie kitu gani. Lakini ukiingia hapa kwenye from sign up to signal in a minute, hapa inasema create free account. Tafadhali tunataka kutengeneza account. Inatakuwa read the daily signal, sawa. Maana yake dashboard itakuonyesha kila kitu. Act with conviction, maana yake ukishapata maamuzi, kwa sababu mfumo unakupa moja kwa moja nini cha kufanya, then you act with conviction. Lakini kuna hii hapa download overview PDF. Kiklik hapa, maana yake utaidownload hiyo PDF. Hiyo PDF ina maelezo mazuri sana ya mfumo mzima, lakini hapa inaonyesha kwa hiyo sio hivyo. Kwa hiyo unaweza kupitia mwenyewe, unaweza ka start hivyo. Sasa mimi nitaingia huku ndani, mimi na level ya premium. Kwa hiyo kama na level ya premium ni rahisi kukuonyesha what's going on. Kwa hiyo ukiingia hapa unaona kuna upande wa kushoto kuna hizo menu, lakini kuna overview. Overview inakupa overview ya market nzima, sawa. Kwa mfano hapa juu unaona daily market read, inakwambia tayari moja kwa moja tu kwenye accumulation friendly but selective. Sio kwamba ni accumulation friendly kwamba unaweza kuaccumulate, lakini uwe selective, sio tu unarukia random coins unanunua. Kwa hiyo unaweza kaamua labda BTC ununue kidogo kidogo. Kama unataka kununua za $500, unaweza kununua labda za $500 kila baada ya Jumatatu. Kila Jumatatu unanunua $500, $200, whatever. Lakini kila baada ya wiki Jumatatu unachagua siku yako specific, unaanza kuaccumulate taratibu. Ikikuwa kwamba imekuambia ni DCA aggressively au accumulation, lakini DCA aggressive manake iko kwenye zone ambayo ni karibia tuna bottom. Lakini tunaona hapa kuna BTC risk inasema good DCA zone. BTC is not overheated on the current risk model. Umeona Kwa hiyo iko na low risk kwa sasa hivi. Altcoin breadth BTC lead market. Unaona hapa 21% beating BTC 24 hours. Maana yake 21% ya coin ambazo zimekuwa analyzed sasa hivi zinaibiti BTC, lakini overall unaona kabisa karibia 79 inakuwa outperform na BTC. Social risk quietly accumulation zone. Tunaona risk iko 0.25. Tunapima risk score kuanzia 0 mpaka 1. Ikiwa 0.25 maana yake iko chini. Watu wengi sasa hivi hawafuatilii sana mambo ya crypto. Kwa hiyo unaona iko chini. Hiyo ndio social risk. Stable coin liquidity, hii ina track total market cap ya stable coin. Tunaona ni karibia dola bilioni 300 na unaona ni hela nyingi sana ziko sideline hazijawekezwa. Kwa hiyo investors wengi wako na USDT kwa sababu soko bado sio clear enough. Leverage risk 33 out of 100. Funding in position ya calm. Leverage is not stretched. Kwa traders mpaka sasa hivi hamna wengi ambao wame overheat, hamna ambao wamefanya too much leveraging. Kwa hiyo soko bado liko safe.
So hizi data ambazo utazipitia ukiwa na account ya free, na kuna ambazo utazipata. Market movers wanaonekana hapo na losers wanaonekana upande wa kulia. Kuna menu ya riski tunaona kuna hii hapo inaonyesha past trade BTC risk model. Kama kawaida tunapima riski kuanzia 0 mpaka 1. Kwa hiyo ikiwa chini ya 0.3 kwenda chini, maana yake still bado ni safe zone. Unaona hapa kuanzia 0.4 kwenda chini at least sio mbaya, lakini ikiwa chini ya 0.2 inakwambia aggressive DCA. Maana yake current price ya BTC sasa hivi unatakiwa ufanye maamuzi ya kununua BTC kwa kasi kidogo. Maana kwa sababu ni price ambayo iko chini sana, iko hata kama kuna trend hata kama kuna down trend ita happen, haitakuwa kubwa sana. I don't think we will have any, I think we won't face the 50% drop anytime soon, au labda mpaka mwisho wa mwaka ni ngumu. Kwa hiyo sasa hivi hata ukipata drop ya 20% is fine, kwa sababu in a few months it won't matter, utakuwa tayari umesha break even. Kuna price metrics, kuna on-chain metrics, kuna social metrics, utaziona hapo. Uzuri siku hizi kuna ChatGPT, kwa hiyo unaweza kuchukua hii picha afu kumwambia akutafsirie. Lakini pia tunaona BTC price versus risk history. Hii chart inaonyesha BTC ni muda gani ambapo inakuwa riski na muda gani inakuwa ni nzuri ku accumulate. Ukiangalia hii chart hapa mwaka 2017, sawa, mwezi wa 12 bull market ilikuwa ina top. 2017 kuna bull market, kwa hiyo market top ikiwa imetouch hii line ya green hapa juu ambayo ni price, sawa. Kwa maana yake hii risk ikigusa hapa juu kwenye hiyo price ya BTC hapo juu, maana yake ni muda wa kutoka sokoni. Kwa hiyo hapo yenyewe itakwambia kwamba bana, hapa ni muda wa kufanyaje, kuondoka, kwa sababu risk imeenda mpaka 0.78. Zone reduce DCA /caution, risk is building. Hapa risk is building. Kwa hiyo tunaona kabisa ili happen wapi tena, siku 2013. So 2021 ilienda paka 0.55. Umeona ilienda paka 0.55, of which ni sehemu ambayo inabidi uwe cautious, kwa sababu inakaribia kwenda kwenye riski ya juu zaidi. Tukisharuka 0.4 kwenda juu inaanza kuwa riski. Lakini tunaona 2024 pia ilikaribia zone ile 0.56. Umeona, lakini kaja tena ikatest, lakini haikuwa juu sana, lakini inaonyesha kabisa kwamba tuko kwenye zone ambayo ni riski. Sasa hivi imeshuka chini ya 0.2. kwa maana yake ni good time to buy Bitcoin. Simple start. Sina unapasa trade on chain risk inaonekana hapo. Sasa hivi vitu unaweza kavi capture ili uweze kupata maana yake. From MV, RV, AZ score unaiona hapo na maana yake. BTC looks undervalued versus realized value, maana yake ni lower risk. Maana yake realized value, sawa, maana yake looks undervalued versus realized value. Realized value maana yake iko kwenye loss, let's say mfano. Kwa maana yake watu wengi wako kwenye loss sasa hivi waliokuwa wamehold BTC kuliko ambao wako kwenye profit. Pure multiple hiyo iko moderate, net and realized profit is moderate, sawa. Hamna watu wengi ambao wako na profit, sawa. Kwa hiyo chart inavyoonekana ndo kama hiyo hapo, au kujua utasoma. Urahisi ni kwamba unaweza ukachukua ukacapture hii image na kuweza kupata tafsiri ya hii chart inamaanisha nini.